Bwana Hamisi Ndwata, Mheshimiwa Diwani, na kutaja kwa jina lako kwa sababu jina lako kwangu mimi ni mtoto mtukufu, na kuagiza kama ulikuwa hauna nia, na kuomba mbele ya wazee hao, amka, tengeneza nia, si kupigi kampeni, sababu mwenyekiti wa wazee alishasema tupige kampeni. Lakini mimi mzazi na haki ya kumwambia kijana wangu, kama ulikuwa hauna nia, wazee tunakupa nia, kachukue fomu. La pili, maagizo, manake sisi tunaweza tukamtuma kijana wetu tengeneza nia, lakini tatizo linakuja halmashauri kuu. Wazee wenzangu mnaingia katika lile baraza, jina hili tunaomba lirudi. Lisiporudi hatuji, kwa sababu mtakuwa mmetuchagulia mtu ambaye sisi hatujamwagiza. Chama cha Mapinduzi kata ya Kiwona Magorofani inasema diwani huyu amekitendea Chama cha Mapinduzi kwa 100%. Lakini kwa maono yake akawapa wazee bima ya afya 170. Sio jambo dogo hilo. Na ninavyosema hivi tena, kwenye mkutano mkuu kesho anakwenda kutoa bima za afya kwa wajumbe wa mabalozi 280. Sasa ukiangalia kata hii wameshapita madiwani wawili, huyu ni watatu. Na uzuri vipindi vyote hivyo ukiacha kimoja, mimi kwetu sijawahi kuona kitu cha namna hiyo. Hata wazee wangu nafikiri hamjawahi kuona kitu kama hicho. Diwani huyu tu ambaye ana maono ya kiwango hicho. Kuna kata zilizofanya vizuri kupitia diwani kwa wazee, kwa mabaraza ya wazee, sio zote. Yaani diwani amewatendea kitu ambacho hata sisi wilaya kwenye rekodi yetu inaonyesha kabisa kwamba kuna jambo ambalo limefanyika kwa ajili ya wazee. Lakini kuna kata ambazo diwani unakuta hayuko pamoja na wazee kwa lolote lile. Hata nayo kutoka mimi hatujawahi kupata bima za afya, labda si mwaka gani, si labda Yesu alishuka, kupitia diwani au kingine chochote ambacho tumefanywa na diwani. Kwa hiyo tuna orodha yetu sisi wilaya, zile kata ambazo madiwani wamefanya vizuri kwa wazee, tunapita kuwashukuru kama wilaya wale madiwani. Hatuko kwenye kampeni, na nafikiri katibu uielewe vizuri, hii hatufagilii sisi. Swala la matokeo ya baadaye ni ya kwake yeye na magorofani yake, lakini sisi tunamshukuru kwa kile alichofanya. Akija kurudi tutashukuru, hakurudi tunajua kabisa kwamba hata kama hakurudi kuna kitu ambacho atakifanya, pamoja na kwamba haiko uraiani, kwamba amewiwa kuona wazee wanapata bima za afya. Kusema mwanzo, changamoto hizi wakati mwingine lazima uzitatue kwa hatua. Tunaangalia ile ambayo ni changamoto kubwa, na sisi serikali tumefanya hivyo, na mimi nimejitahidi kusimamia haya na mengi tumefanikiwa. Lakini pia kulikuwa na swala la uwezeshaji wa mikopo. Serikali huwa inatenga 10% ya mapato ya ndani. Kwa mfano manispaa, fedha tunazofanya kila mwezi tunatenga 10% kwa ajili ya mikopo ya kina mama, mikopo ya vijana na mikopo ya watu wenye ulemavu. Kina mama wanapata 4%, vijana wanapata 4% na watu wenye ulemavu wanapata 2%. Na hii mikopo kwa namna moja au nyingine kwenye kata yetu kuna watu wamenufaika, watu wamepata hii mikopo, na kwa namna moja au nyingine inawasaidia sana wale waliopata na wakaitumia tena. Kwa hiyo mimi niwaombe sana tuendelee kuisapoti serikali yetu, tuendelee kuisemea serikali yetu inayoongozwa na mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, ikiamini kuwa wazee nyie ndio wapazaji sauti. Wazee nyie mlitoka huko nyuma mkaona changamoto ambazo nyuma zilikuwepo, sasa hivi hakuna. Kwa hiyo niwaombeni sana wazee wangu,
mimi kama mimi nitaendelea kuwathamini, nitaendelea kuwajali. Jambo lenu la kwangu mimi nitalichukua mimi kama mimi, nikiamini kabisa nyie ndiyo dira yetu sisi, nyie ndiyo miongozo yetu sisi. Kwa hiyo niwaombe sana wazee wangu, sana